Karibu sana katika channel hii ya Hisia Maishani, na kuletea mada inayosema mafanikio bila kujikarabati ni ndoto mbaya. Mafanikio bila kujikarabati ni ndoto mbaya sana. Kuna watu wengi sana ambao wanafikiria kwamba wana uwezo mkubwa sana wa kujiletea mafanikio, na kweli wakafanikiwa, lakini baadaye wakarudi nyuma, wakashindwa. Kama vile umeshawahi kuona mtu ameanza kujenga nyumba akaishia mahali fulani kamshinda kumaliza nyumba. Kuna watu wengi ambao maisha yao yamekwenda kwenye mtindo kama huo. Anakwenda anafika ngazi moja nzuri, lakini anashindwa kuimalizia ngazi ile. Hii inatokana na nini? Inatokana na kwamba huyu mtu alikuwa hajajiwekea mikakati ya yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake aweze kuwa na mafuta ya kufikisha mbali. Unapowasha gari kwa safari ya muda mrefu, safari ndefu, lazima uhakikishe kwamba kuna mafuta ya kutosha, imefanywa service, magurudumu yako vizuri. Sasa watu wengi hili waliangalia, na nikipenda nikwambie kwamba naposema kwamba mafanikio bila kujikarabati wewe mwenyewe ni ndoto mbaya, maana yake itaishia vibaya, na singependa uende huko. Sasa la kwanza ambalo nipenda kulizungumza, ni muhimu sana ujiangalie wewe mwenyewe. Ni jinsi gani unafanya maamuzi yako au uchaguzi wako katika mipango mbalimbali ambayo unaoifanya. Kubwa ambalo la kwanza unapaswa uwe nalo ndani ya nafsi yako, uweze kutoa kipaumbele, kuwa na amani na kila jambo unalolifanya. Naomba unisikilize. Mungu ametupa akili ya kufanya maamuzi mbalimbali, lakini tafiti za kisayansi zinathibitisha kwamba pale mtu anapokuwa hana amani, yani anapokuwa na wasiwasi wa aina yoyote ile, atafanya makosa bila kujua kwamba amekosea. Kwa nini nimesema hivi? Ni hivi, ni kwamba unaweza ukawa umemwajiri mtu, sawa, ana vyeti vyote ambavyo unaona kwamba vinatosha kwa yeye kufanya hii kazi. Amekwambia nimeshafanya na experience ya miaka 3-5. Ni kweli. Lakini kuna vitu ambavyo umeshindwa kuviangalia. Wataalamu sasa hivi wa sayansi wanasema hata kwenye interview za kazini kuna vitu vya kuangalia zaidi ya vyeti. Wanavyoangalia ni zaidi ya vyeti vyako au experience unayo. Kwa mfano, mtu mwenye hasira, sawa, usipopima hasira ya huyu mtu ukamuingiza kazini, sawa, ukamuingiza kazini, atakuja atawavuruga wafanyakazi wenzie pale kwenye kampuni yako au kwenye kazi yako. Kwa maneno mengine, ni muhimu sana wewe kama wewe, hajalishi unafanya kazi na nani, hajalishi umeajiri watu au umeajiriwa, unataka upandishwe cheo, uonekane kwamba ni wewe, upewe maposho mazuri, masafari, matripu mbalimbali, lazima ujenge tabia ya kuwa na amani wewe mwenyewe. Inakuwa ni ngumu kuwa na amani katika dunia hii ambayo kuna mtu atakuchokoza hata kama huna kosa. Kuna mtu atakusema vibaya hata kama hujamkosea, atakusema vibaya. Hao watu wapo. Sasa jinsi gani ya kukabiliana nao? Kwa hiyo unapozungumza kwamba jambo la kuwa na amani moyoni mwako ni la muhimu sana, maana yake ni nini? Ni kwamba lazima ujue jinsi ya kuishinda hasira yako wewe mwenyewe, kuishinda nafsi yako wewe mwenyewe, ili unapokutana na mtu ambaye ni mchokozi, mkorofi, anaweza kuwa nifanya kazi mwenzio au nafanya biashara pamoja au kwenye eneo lote, hata iwe ni shuleni au kuna mtu tu atakuchukia bila sababu au atakusema vibaya bila sababu. Sasa wewe ukisikia umesema vibaya ukakurupuka, watu wengine wote watakusema kumbe jamaa ndivyo alivyo. Sasa basi, upende usipende, kile kibaya ulichokifanya ni mbegu ambayo umeipanda, ambayo huko mbele itakuzuia, itakuletea mambo mabaya. Wataalamu wa sayansi wanasema hivi, upende usipende, kuna kitu kinaitwa
electromagnetic field. Yaani dunia nzima hii imejaa nguvu ya mvutano, na ndani ya moyo wako mwili wako una akili mbili. Kuna akili ambayo iko kichwani na akili ambayo iko kwenye moyo. Ili uweze kufanikiwa kufanya maamuzi sahihi na uweze kufika mbali, lazima ujifunze kuoanisha moyo, akili ya kwenye moyo na akili ya kwenye kichwa. Wanaitwa brain and heart coherence au brain and heart synchronicity. Sasa watu wengi ile limewashinda. Sasa nazungumza hivi, ni kwamba unapokuwa huna amani ndani ya moyo wako, tafiti za kisayansi zimepima moyo wa mwanadamu, ni kwamba kuna kitu kinaitwa aura. Yaani kuna usumaku ambao unatoka ndani ya moyo wako ambao unakwenda nje ya mwili wako futi 5 hadi 8. Kwa hiyo ile nguvu ya mvutano ambayo inatoka ndani ya moyo wako inaingia kwenye hii electromagnetic field. Sasa basi, ukiwa ni mtu wa hasira, ni kwamba tayari unavuta vitu ambavyo vitasababisha ukasirike mara kwa mara. Hilo hulijui. Sasa napenda hivi, akili yako hii ya kichwani ina sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala, inaitwa conscious. Na sehemu ya pili ya ubongo wako ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious. Sasa sehemu hii ya pili inaitwa subconscious. Ni sehemu ambayo inaweka mambo ambayo yameingia, yana hisia fulani. Kama hisia ya hasira inaingia, inakaa pale. Sasa kwenye akili ya kawaida inaitwa conscious, ambayo inakuambia bwana, sasa hivi niende mahali fulani, nifanye hivi, nifanye hivi. Ni akili ya kawaida inaitwa prefrontal cortex. Inaitwa prefrontal cortex. Sasa hii prefrontal cortex ndio inakupa decision. Unafanya maamuzi, piga hesabu na nini. Hiyo ni prefrontal cortex. Lakini hii subconscious mind ni kwamba yenyewe haitegemei akili, inategemea sana hisia zinazoendelea ndani yako. Inawezekana labda zamani uliumizwa wakati mtoto, kama huja resolve hiyo, unaita trauma. Kuna vitu ambavyo ulikutana navyo vilikuumiza sana utotoni. Kama hujajua jinsi ya kuvishinda, vile vinakuinfluence hata leo. Hata kama imetokea miaka 30 iliyopita, lakini bado inakuinfluence wewe. Sasa basi, unapoweza kujidhibiti wewe mwenyewe, hizi ni mbinu ambazo tutaendelea kuzifundisha kwenye channel hii, jinsi ya kujidhibiti wewe mwenyewe. Ni jambo la msingi sana ili uweze kuishi maisha ya furaha zaidi. Kama pale mtu anapokuwa anakusema vibaya, la kwanza utambue hili: mtu yule unayemuona sio yeye unayezungumza naye. Yule mtu unayemuona ambaye ametoa maneno yale sio yeye unayezungumza naye. Unazungumza na historia yake yote huku nyuma. Sio wazazi wake walifanyaje, sio wafanyaje. Kwa hiyo kuna vitu vimekuwa internalized, wazungu wanasema. Kuna vitu ambavyo kutokana na historia yake ya zamani vimekaa huko ndani, vinasababisha kila analosema, kila analoliona analitoa, tafsiri yake anaitoa kutokana na vitu ambavyo amekutana navyo huko nyuma. Kwa hiyo basi, ili uweze kumsaidia kujiangalia upya na yeye. Ili kumsaidia kujiangalia upya na yeye akaji-adjust, akajirekebisha. Ni kwamba anapokuwa ameongea jambo baya, usimjibu haraka haraka. Usimjibu haraka haraka. Tumia kama sekunde 2, 3, 4, 5 hata 10 kujizuia, usijibu haraka haraka. Unapokuwa umetulia, amesema kitu kicha kukuumiza kweli. Unapokuwa umetulia, unamgeuzia kioo yeye, ajiangalie mwenyewe. Je, lile leo lisema kweli linastahili? Sasa ukishametulia, yeye atakuwa anasubiri kujibu kutoka kwako. Alafu wewe umeweka pause kidogo. Sasa ukiweka pause, maana hapo sasa unataka kuunganisha akili ya kwenye moyo na akili ya kwenye kichwa. Ndio inaitwa brain and heart coherence. Ili utakapokutoa jibu liweze kuwa na impact kwa huyu mtu. Kwa sababu kuna nguvu ambayo itatoka pamoja na yale maneno utakayo umeyazungumza baada ya kufanya hiyo brain and heart coherence. Kwa hiyo ameongea jambo baya, unamuuliza swali. Hivi, unaweza kurudia ulichokisema? Yaani wewe bila kuonyesha kwamba umekasirika. Hivi unaweza ukarudia ulichokisema? Mara nyingi atakuwa hakutarajia kitu kama hicho. Atarudi nyuma kwenye akili yake
kuona hivi kweli nimesema nini. Hilo la kwanza. Unaweza kusema hiyo, au unaweza ukasema hivi, umesema hili kuniumiza au kunisaidia? Unaweza kutarajia jibu kama alitakiwa kama ungejibu kijinga, ungejibu kunya. Hivi kweli hivi ulikuwa umepanga kuniumiza au kunisaidia? Kwa hiyo utajikuta kwamba tayari hapa umeshamnyang'anya risasi alizokuwa nazo, bunduki anayo, umnyang'anya. Kwa hiyo ataanza kujirudi. Kwa hiyo mara nyingine atakapokuwa anataka kuongea na wewe, lazima atajiandaa vizuri. Kwa hiyo lengo ni kutengeneza future ya relationship yenu, kama hiyo ni kazini au kwenye eneo lingine lote lile. Kinyume na hapo, utatengeneza maadui. Hakuna sababu ya kutengeneza adui wa aina yoyote yule. Narudia tena kukusaidia. La kwanza, lazima ujue jinsi ya kujidhibiti wewe mwenyewe. Usipojua jinsi ya kudhibiti wewe mwenyewe, usidanganye kwamba unaweza kumsaidia mtu mwingine abadilike. Usidanganye. Utapiga kelele sana, utaongea sana. Sasa wataalamu wa sayansi wanasemaje? Hivi. Facts don't change anybody. Sikiza. Wataalamu sasa, yaani ukweli haumbadilishi mtu. Ukweli haumbadilishi mtu. Kinachombadilisha mtu ni hisia. Jinsi gani utaweza kumsaidia mtu ajisikie vibaya kwa jambo baya ambalo amelifanya. Hicho ndio kitu cha msingi. Sisi tukamwambia bwana, wewe unaona bwana umefanya nini? Unaweza kumwambia ukweli lakini akabishana na ukweli. Lakini pale utakaweza kusababisha akajisikia vibaya, siku nyingine hatafanya kama vile. Kwa maneno mengine ni kwamba unajitengenezea mafanikio, kwa sababu huyu mtu atajitahidi kushirikiana na wewe zaidi na atakuthamini zaidi badala ya kukuona adui na kuanza kukukwepa. Lingine, sikilize. Unapokuwa unaongea na mtu katika mazingira ambapo unaona kwamba huyu mtu kuna hali ya kutokuelewana fulani hapa, usitafute kushinda katika mazungumzo yenu haya. Usitafute kushinda, kwa sababu hakuna mtu ambaye anafurahia kushindwa. Na unasikiliza hapo, usitafute kushinda, kwa maana utashinda lakini huyu mtu atakuona mbaya. Huyu mtu hatapenda kuwa karibu na wewe. Hii sio mahakamani. Sasa kwa mahakamani lazima ushinde kesi. Kwa hiyo unapotaka kuwa na watu ambao watashirikiana na wewe ili kukuinua kwenda mbali, unapokuwa kuna hali yote ya kutokuelewana, usitafute kushinda. Tafuta kumwelewa huyu mtu. Ni vitu gani vinamsukuma afanye anayoyafanya, aseme anayoyasema. Yes, ni kweli ameniumiza, ni kweli amenikotea hasara, ni kweli. Ni vitu gani ambavyo vinamsukuma? Kwa sababu lengo nataka kumsaidia awe mtu bora zaidi, sio kumtupa kama nyanya mbovu. Unaweza kuona hapo, lakini sio hivyo peke yake. Ni kwamba hii inakutengenezea wewe amani, kwa sababu unajisikia kwamba nimeweza kumsaidia mtu kujielewa. Unajisikia hali ya kushinda, na hii ndio inayovuta mafanikio. Ndio ile sumaku ambayo inatokea ndani ya electromagnetic field, itakuvutia opportunity, fursa nzuri. Unapokuwa na amani, manake tayari umetengeneza usumaku wa kuvuta vitu vizuri, wa kuvuta watu wazuri katika maisha yako. Sasa ni rahisi sana, unajua kama wanadamu, sawa, kama wanadamu ni rahisi sana kumlaumu mtu, kalaumu mtu. Sawa, ni rahisi sana kulaumu. Hata mimi nishafanya vitu kama hivyo. Kumlaumu mtu kama kwamba ni mbaya sana, kula mkosea kweli, anastahili kupigwa ngumi ya pua. Lakini kutokana na tafiti za kisayansi hivi karibuni, sawa, baada ya kugundulika mwaka 2012 hii electromagnetic field, na kuthibitishwa kisayansi, hakuna ubishano, hakuna upinzani katika wanasayansi juu ya hii electromagnetic field, ni kwamba we are all connected. We are all connected. Sasa uko connected na vitu vingine ambavyo wewe huvijui, lakini viko kwenye future yako. Kwa hiyo unaweza ukajiwekea mpaka wewe mwenyewe, kama bwana, mimi ni maendeleo yangu yatafikia hapa kutokana na jinsi unavyojiangalia wewe mwenyewe na jinsi unavyoangalia wengine. Kwa hiyo acha kulaumu watu, jitahidi kutafuta kuwaelewa watu.
na ni tamu kweli. Ukimwelewa mtu, yani unamsanifu tu. Jitahidi kuelewa watu, sio kubishana na watu au kupambana na watu au kumshinda mtu yeyote. Hukuweko hapa kwa mashindano. Jitahidi kumwelewa ili kwa nini mtu yuko hivi. Hakuna mtu ambaye aliumbwa kwa na hila atakuwa mtu mbaya, no. Kuna vitu amekutana navyo kama alivyozungumza mwanzo, na nirudie tena. Yule unayemuona unaongea naye. Sawa? Sawa, yule mtu unayemuona sio yeye unayeongea naye. Unaongea na past experience yake. Kwa hiyo ili uweze kumsaidia lazima ujitafute kumwelewa kwanza. Utamhukumu sawa, lakini utashinda sawa, lakini utashindwa kuwa na ushirikiano mzuri huko mbele. Huyu mtu hawezi kupendekeza akakusema vizuri kwa watu wengine. Hawezi akakusema vizuri kwa watu wengine. Kwa hiyo jitahidi sana. La kwanza, kujikarabati wewe mwenyewe. Wewe mtu ambaye ni gentle, kind, understanding. Watu wakuone. Nilikuwa nimeenda kwenye ofisi fulani. Yule dada alikuwa pale kwa muda mrefu sana. Yupo lakini alikuwa siku hiyo hakuwepo. Alikuwa tunaongea, naongea. Sasa sikumbuki nilikuwa naongea topic gani, lakini ninachokumbuka ni kitu kimoja. Kuna dada mmoja anaitwa Rose katika hiyo ofisi. Wakaniambia, "Doctor, yani kama kuna mtu mwenye uvumilivu, utasema wewe hakujibu kitu. Hata kama unamsema vibaya, hakujibu kitu." Ni Rose, alikuwa hayupo. Akasema Rose, ni binti nzuri. Akasema yani kulikuwa na dada watatu pale, wote walikiri kwamba Rose ni watafauti. Wote dada watatu akasema Rose tofauti. Kuna watu watakusema vizuri hata wewe kama haupo. Hata kama haupo watakusema vizuri kwa sababu ni vitu ambavyo wameviona ni genuine, ni halisi, ndio uhalisia wako wewe. Sasa wengi hilo waliangalia na limewaponza watu wengi sana. Ni jambo la msingi ujizatiti kuhakikisha kwamba unaishi maisha ya ushindi na sio maisha ya kuendeshwa na hisia. Jitahidi kutawala maisha yako, uweze kujikarabati na uweze kuwa mtu mzuri katika maisha yako yote. Nikutakie maisha mema na kazi njema. Bye bye.